Sawa, kama mliongea na mimi ndo Lama, alijibu Lama. Wale wakaka wakasogea alipo Lama. Sasa bro, kama tulivyoongea, sisi hapa ingawa huyu mmoja aendi, yeye anabaki hapa. Sisi wawili ndo tunaoenda. Na mwendo wa kutoka hapa hadi huko tunapoenda kwa bodaboda ni kama nusu saa hivi mpaka hapo. Aliongea mmoja wapo kwa sauti ya chini ili bodaboda wengine wasisikie. Sasa sawa. Kwenye simu mlisema tunaenda makaburini na kuna shughuli maalum tunaenda kufanya. Lakini nani kawaelekeza kwangu? Aliuliza Lama. Bro, hayo sio ya kuyajadili sasa hivi. Ngoja tuende turudi, tutakaa tutakufahamisha vizuri. Aliongea mmoja kati yao. Sasa hapa bwana, kabla hatujaondoka hapa tunaelewana kabisa, tunamalizana ndo mimi naenda kuanza kazi huko. Ndo nawapeleka. Kwa hiyo mnanipa changu kabisa natia mfukoni. Aliongea Lama. Hamna shida bro. Aliongea yule kijana akitoa kibunda cha hela mfukoni, akahesabu wekundu kadhaa na kumkabidhi Lama. Lama alichukua zile pesa na kuzihesabu. Akakuta ni kama 200,000 hivi. Akatabasamu. Akaweka pesa mfukoni. Akawaambia, "Sasa tunaweza kwenda kuanza safari sasa." Wale vijana wawili walijipakia kwenye bodaboda huku yule mmoja wakimwacha pale stendi. Naona walivyoondoka yule mwenzao naye alichukua bodaboda na kuelekea uelekeo mwingine. Sasa mmesema ni makaburi ya wapi? Lakini jua bado linawaka. Na hiyo shughuli mnayotaka twende tukuifanya, kweli itawezekana? Ni Charambe, ila mpaka tukifika giza litakuwa limeingia, aliongea huyo jamaa. Lakini sasa hivi ni saa 6. Ina maana saa 6:30 mchana tutakuwa huko Charambe. Litakuwa hata jioni bado haijaingia, kwa hiyo hilo giza litakuwa limetoka wapi? Aliuliza Lama. Bro, una maswali mengi mbona? Sisi tunaoenda ndo tunakuambia hivyo. Alijibu jamaa aliyekaa nyuma zaidi. Lama akaona asitie neno. Mradi hela yake kapewa tena 200,000. Akaona watajua wenyewe. Yeye awapeleke, akirudi akalale mapema kabisa nyumbani. Kweli walifika Charambe. Na baada ya nusu saa wakiwa wamekaribia yale makaburi, ila cha ajabu, kadri walipokuwa nakaribia yale makaburi, giza likaanza kuingia. Yaani giza totoro, mpaka wakashindwa kuonana. "Nyie washikaji vipi tena?" aliongea Lama kwa sauti ya taharuki. Akasimamisha boda maeneo ya pale makaburini. Bro, kuwa mpole. Tufanye kilichotuleta. Si tulikuambia tukifika huku giza litakuwa limeshaingia. Unashtuka nini tena? Aliongea yule jamaa akishuka yeye na mwenzake kwenye boda. Akawasha tochi ya simu yake ili aanze kulitafuta hilo kaburi ambalo ndo walikuwa wanaelekea hapo. Kaburi lile pale. Sasa mbona tumesahau jembe tena? Aliuliza yule jamaa mwingine. Lama hapa akaona awe tu mpole. Akawasha tochi ya simu yake na kuwafuata wanapoelekea. Kwani huyu marehemu kazikwa lini? Aliuliza Lama akionekana kashachoka hata kabla ya kazi yenyewe. We jamaa unazingua. Hebu tusaidiane kutoa mchanga kwanza, ili tutoe huo mzigo wetu tuondoke haraka hapa. Kweli Lama akaona hilo ndo jambo la muhimu. Wakaanza kusaidiana kuchimba wote watatu mpaka walipoifikia maiti. Lama akasimama ajue sasa kinachofuata ni nini. Wale jamaa wakavaa gloves, wakatanua tumbo la maiti lililokuwa limeanza kuharibika. Wakaanza kutoa vipakiti vidogo vidogo vya madawa, vikiwa kama 20 hivi. Lama ndipo aliposhtuka kuwa kumbe ni madawa ya kulevya. Akashika kiuno, lakini katika hali ambayo hawakuitegemea, radi nzito zilianza kupiga kila pembe. Yaani ungesema ilikuwa ni mvua kubwa inanyesha, lakini hakukuwa na mvua. Ni radi tu zilipiga kila sehemu.
mpaka wakafikia hatua bora wajifiche.